Asante sana kwa Mungu. Tunashukuru Mungu sana kwa wakati huu, kwa kibali ambacho ametukirimia katika jina la Yesu Kristo. Nataka nichukue muda mchache sana kwa ila anchawa ya siku ya leo, ili kwamba tukaweze kufundishana ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ambao we call the kingdom of God. Na before that let's pray. Katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Jehova, asante Mungu mwaminifu. Asante kwa wakati huu Baba. Tunapoendelea na lesson ya siku ya leo kwa ila anchawa, Bwana ukaweza kutusaidia. Katika jina la Yesu Kristo, bariki hawa watazamaji, bariki hawa watu wote Mungu mwaminifu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Walio studioni ukaweza kuwabariki katika jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. Amen. Asante, karibu tena. Mimi naitwa Pastor Lumoli Wechuli Maxwell na nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Aliniokoa the year 2018 wakati sikuwa nafaa chochote, lakini Yesu akaniokoa, akanikirimia neema ya kuita mwanawe kwa uwezo wa jina lake. Uenda unajiuliza hii mkono inafanya nini hapa? This is my microphone. Naona nikiweka hapa uenda usisikie vizuri, but let it be here. Sitachoka kuishika. Mungu akubariki sana kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo tunataka tuangalie ufalme wa Mungu, God's kingdom. Na tutaangalia ufalme huu tukijua ya kwamba ni wapi tunaelekea tukiwa waaminio. Sijui kama umeokoka, sijui kama hujaokoka, lakini pia kama hujaokoka, maana ni vizuri kumtambua Yesu Kristo, kumwamini yeye na kumkiri katika kinywa chako, kumwamini katika moyo wako, ili kwamba sote tukaweze kuwa na tumaini wakati ambapo Kristo Yesu atafunuliwa siku ya mwisho. Wakati atashuka kulinyakua kanisa lake na ataposhuka mawinguni, nasi tutapaa kuenda kumlaki mawinguni, twende tukae naye, that will be rapture. Alafu baada ya mwaka 1000 tutarudi, maana hiyo miaka ya 1000 tutakuwa tumeenda ni kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo. Then we'll come back for the second coming of Christ Jesus, na hiyo ndiyo itakuwa siku ya mwisho kwa kila mmoja. Maana hiyo siku ya mwisho itamark a new beginning, kwamba kila mmoja atabadilishwa. Wale ambao walikufa watabadilishwa, waliokufa ndani yake wakielekea katika uzima wa milele, wasiokuwa ndani yake wakielekea katika mauti ya milele. Lakini kuna haja gani? Maana tunataka tuangalie ufalme wa Mungu. Kuna haja gani uangamie, ile hali tunaelezwa kila siku kwamba there is a kingdom of God. There is kingdom of God ambayo inatungoja sisi tukaweze kuimiliki. Na hata kabla tuimiliki hiyo, nataka tuangalia kwamba bado tuko katika ufalme wa Mungu. Na katika ufalme huu wa Mungu ndiposa tunataka tuangalie leo na tuelewe kwamba it is into three phases. Three phases, the same way the government, talk of the government of Kenya, it is divided into three arms. We have three arms of government: the executive, the judiciary, and the legislation. The same way the kingdom of God, it is divided into three. Nataka tuangalie the kingdom of power, the kingdom of grace, and the kingdom of glory, ambazo zote zinafanya kazi kwa ushirika moja, kwa ushirikiano, kuensure ya kwamba kazi ya Mungu imesonga. Na katika hizo ufalme zote kwamba the ruler, the king is God himself, kwa utatu wake, akiwa ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Yeye kwa utatu, yeye ndiye mfalme wa hizi kingdom of power, the kingdom of grace, the kingdom of glory. Na yote ni ufalme moja. The same way tunaweza sema executive, judiciary na legislation, sio kwamba ni three governments. Hapana, it is one government but now in three phases, in three aspects. And that is why we want to talk of this kingdom of God by the kingdom of power, kingdom of grace, and the kingdom of glory. Na Mungu atusaidie sana wapendwa, and the main aim ni kwamba tukaweze kutamani kuingia katika ufalme wa Mungu, ili tukaweze kumiliki ufalme huu wa Mungu. Number one, the kingdom of power. Tukizungumzia the kingdom of power, in brief, nataka nisome kwamba it refers to God's sovereign rule over the universe and his authority over all creation. Yani umiliki wake na utawala wake katika ufalme ambao tunaishi sisi tukiwa wanadamu, na hata kule juu mbinguni, all over the universe, kwamba yeye anatawala. The sovereign power that he has to rule over the world,
over the whole universe, the earth, the heavens, kwamba all the creation, it is subject to his rule, subject to his command, ambaye yeye ndiye kiongozi, yeye ndiye anamiliki, anatawala katika ufalme wenye nguvu na mamlaka na uwezo. This kingdom of power, tunapoangalia katika kingdom of power, ilikuweko toka mwanzo, tangu uumbaji wa mbingu, ambapo Mungu kwa uwezo na nguvu na mamlaka aliyokuwa nayo akaamrisha mambo kwamba kuwe nuru na kukawa na nuru, kuwe na mimea kukawa mimea, kuwe na wanyama kukawa na mimea wanyama. Pia kwa hiyo nguvu, kwa uwezo aliyokuwa nao, akatuumba sisi kupitia the kingdom, kupitia power ambayo alikuwa nayo. Kwa hivyo tunapoangalia the kingdom of God and the kingdom of power, ni kwamba tunamtazamia Mungu aliye na uwezo na nguvu na mamlaka ya kufanya chochote na kila kitu katika maisha yetu, katika ulimwengu ambao tunaishi. Tunapoangalia the kingdom ama ufalme huu wenye nguvu, we see God who is ruling sovereign in the physical world and also in the spiritual world. Maana ukiangalia katika ulimwengu wenye nguvu, ni kwamba ni Mungu ambaye anatulinda sisi, ni Mungu ambaye anatuprovidea, ni Mungu ambaye anatusustain. He is our provider, he is our sustainer, he is our security, our protector. Akiwa ni Jehova Nisi, Mungu ambaye anatupa uwezo wa kushinda, akiwa ni jemedari wa vita. Tunaangalia katika ufalme huu kwamba ufalme wa Mungu pia uko na hierarchy ya kuprotect citizens wa hiyo ufalme. Na citizens ni mimi na wewe ambao tumempokea Yesu na tuko na tumaini la uzima wa milele katika Kristo Yesu. Hivyo katika ufalme huu wa Mungu ametukirimia neema kwamba kuna hiyo hierarchy ya ulinzi ambao pia nasi tunalindwa. The same way, wacha nikuambie kwamba katika ufalme wa giza pia kuna hiyo hierarchy ambayo imewekwa. Huwezi ingia tu katika ufalme wowote ule, hata ukiwa ni serikali ya Kenya, pasipo kufuata utaratibu huo. Kuna hierarchy ambayo zimewekwa. Kukiwa katika ulimwengu wa rohoni, kuna hiyo, ukipita kwa hizo ngome, hizo mapepo, hizo nguvu zote za giza. Maana Ephesians inatuambia kwamba vaeni silaha zote za vita mkaweze kusimama, kila ngome zote, kila uovu wote, kila hizo zote. Kwamba na ufalme wa Mungu pia uko na hierarchy, because it is the kingdom of power. Iko na hierarchy ya kutulinda sisi, iko na hierarchy ya utawala. Kuna hiyo hali ya utawala. It is a government, yes, but now there is that hierarchy of command katika hiyo ufalme, ambapo ni Mungu ndiye kiongozi. Na katika hii ufalme nataka tuangalie briefly the characteristics of this kingdom of power. Tukiangalia kingdom of power ambayo iko na sovereign rules to command, to give the ruling katika maisha yetu, kucommand vitu zikifanyika, kucommand mambo yakifanyika katika maisha ya waaminio na hata wasioamini. Maana the kingdom of power, it is ruling the entire universe. Not only the believers, not only the saints, but all the universe. Kwa walioamini, kwa wasioamini, the kingdom of God is ruling. Maana ilikuweko toka mwanzo, the kingdom of power. The characteristics, number 1, the kingdom of power, it is characterized by the omnipotence of God. It is displayed in this kingdom of power, the omnipotence of God. We also talk of God as a creator now. The omnipotent God as a creator. Maana katika Genesis 1:1, the heaven and earth was created by God in the beginning. Kwa hivyo tunamuona Mungu katika ufalme huu wenye nguvu akiwa ni Mungu muumbaji wetu, Mungu anayetujua, anayetuumba, aliyetuumba. Na kama alituumba, he sustains us. He is our sustainer and our provider for that matter, Jehovah Jireh. Katika ufalme pia tunaona kwamba anatuprotect akiwa Jehovah Nisi.
Na pia katika maana alituumba ni kwa huu ufalme wenye nguvu, ni kwamba ndiposa anatuponya akiwa Jehova Rafa, mponyaji wetu. Kwa hivyo sio kwamba waliookoka peke yao ndio wanapata kuponywa na Mungu. Hapana. Sisi sote tunaponywa na Mungu, maana uponyaji yani provision, healing, protection, it comes from the kingdom of power. Na hiyo ilikuweko tangu mwanzo, na hiyo kwa maisha ya waaminio, hapo tutakuja kwa kingdom of grace. Lakini kingdom of power ilikuweko toka mwanzo. Inawalinda waliookoka, wasiookoka, waaminio, wasioamini, bado wanalindwa na Mungu. Ndiposa Biblia ikasema kwamba mvua inanyeshea kila moja, mwenye dhambi, asiye mwenye dhambi, because God is a provider to all that which he created. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba mpaka hapo tunaelewana. Na nataka tusome neno moja katika Zaburi, Psalms 103 verse 19, alafu tutasonga mbele. Psalms 103 verse 19. Kama uko na Biblia pia utaweza fungua pamoja ili tukaweze kuelewa neno hili kwa pamoja. Psalms 103 verse 19. Biblia inasema, the Lord has established his throne in heaven and his kingdom rules over all. Kwamba Mungu ameweka enzi yake katika mbingu, na ufalme wake unatamalaki kwa vitu vyote. Unatamalaki vitu vyote vilivyo juu, vilivyo kwenye, yani on the land, in the waters, in the air. The kingdom of God rules, and this is the kingdom of power, ambayo inatamalaki kila mahali, kila kiumbe kilichoumbwa kwa mfano wa Mungu, ama kilichoumbwa pia na Mungu. Maana kuna vile ambavyo havikuumbwa na Mungu kwa mfano wa Mungu, kama vile wanyama, lakini bado vinatamalakiwa na yule Mungu mwenye ufalme wenye nguvu. Colossians chapter 1 verse 16 mpaka 17 pale Biblia inasema, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. Kwamba vitu vyote, ikataja kwamba every principalities, kila ngome zote zinazoonekana, vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, kila nguvu zote, every dominions, kila utawala wote umeumbwa na yeye, na yeye ndiyo mtawala. He has the power to rule. Another thing, it is characterized by the miracles. We see Jesus performing miracles to show that he has the power. God has the power over all the creation. Sijui kama wewe unaweza oppose the motion, the gravity, kwamba inaposukuma chini wewe unaenda juu. Yesu akaoppose hiyo to show us that there is this kingdom of power. The kingdom of God has the power over all the creation of the earth. Another thing, this is the kingdom of Jesus that Jesus proclaimed was near. This is the kingdom that Jesus proclaimed that it was nearer when he performed miracles and spoke of God's rule breaking into humans history. Yani hii ndio ufalme ambao Yesu akasema kwamba ufalme huu umekaribia. Huu ndio ufalme ambao Yesu anatangaza kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, hata vile tulivyoamini umekaribia, wapendwa. And the time frame of this kingdom, maana ni ufalme ambao upo na ulikuwepo, ni kwamba it is present now. The God's kingdom of power, it is present even now as we speak. It is very much present in our lives. And God rules over all the creation. Taka uangalie ufalme wa Mungu, kwamba God is ruling over all the creations of the earth. Naye anatamani kwamba tukaweze kusurrender to his mighty power,
to his mighty hand, ikaweze kutusimamisha, ikaweze kutusaidia. Number 2, the kingdom of grace. Ufalme wa neema. It is the present spiritual reign of God in the lives of believers, characterized by his unmerited favor, forgiveness and love. Maana tulifika wapendwa mahali tukiwa waaminio ama tukiwa wanadamu, tukapotea mwendoni, tukapotea njiani. Tangia siku ile Waisraeli walipo muasi Mungu, na Mungu naye akaona ni vipi atakuja kuokoa humankind. Akatunemesha na Yesu Kristo akaja ni kwa ajili ya Israeli. Lakini Israeli ilipomkataa Kristo Mesia, ni kwamba sisi tukapewa hiyo neema ya kuingia katika ufalme huu wa Mungu na kuitwa wana kwa neema. Hivyo basi ufalme, the kingdom of grace, it is characterized by the grace that Christ had unto us, that he died on the cross for our sins, that we may be saved. Nayo sasa inaguza, inatawala katika mioyo yetu. Ufalme huu hautawali mambo ya nje tu. Maana the kingdom of power, it is reigning and ruling sovereign in the physical world and less in the spiritual world. Maana Mungu anatupigania katika ufalme wa power. Mungu anatupigania, Mungu anatulisha, Mungu anatuponya. Lakini hapa sasa Mungu anaokoa mioyo yetu in the kingdom of grace. In the kingdom of grace, God is healing our souls. Not now healing our bodies, but healing our souls. Kwamba tulikuwa tumepotea mwendoni, tulikuwa tumeasi Mungu, lakini Mungu kwa neema yake anatuokoa. Maana yeye ni mwenye kuokoa. Anatupa kibali, anatupa msamaha wa dhambi, na anatupenda nasi. Anatufanyia huo upendo, anatuonyesha huo upendo. Na katika ufalme ndipo Mungu analeta sasa watu. Anajivutia, drawing people to himself. Anajivutia watu kwake ili wakaweze kuokoka. Hapa ndipo wokovu unapatikana, in the kingdom of grace. Kwa hiyo neema ya msalaba, kwa kupitia kazi ya msalaba, hapa ndipo wokovu unapatikana. Kwamba sio sasa kulishwa tu na Mungu, sio kumtazamia Mungu kwa mahitaji yetu, bali sasa kumwangalia Mungu akaweze kuokoa mioyo yetu. Kwa hiyo ufalme wa neema, this kingdom of grace, here is where the revival comes from. Here is where we get redemption. Here is where we get deliverance. Here is where we get salvation. Hapa ndio tunapata wokovu, ukombozi, uvuvio, kila mambo ya rohoni. Hapa ndio tunapata katika ufalme wa neema. It is characterized by God's grace freely given to sinners through Jesus. Utasoma Efeso 2:8. Kwamba katika ufalme huu sasa neema ya Bwana inapeanwa bure kwa wenye dhambi, kwamba wakaweze kuokoka, wakaweze kumpokea Kristo Yesu, wakaweze kuokolewa naye Kristo Yesu katika maisha yao. This is the major characteristic of this kingdom of grace. Na kupitia hiyo neema, kupitia ufalme wa neema ambao bado unatamalaki hata sasa, tunaongozwa katika Roho akaweze kutuelekeza, tukaweze kuifikia utimilifu wa neema ya Kristo Yesu uliopatikana msalabani. Na hii neema ya wokovu bado ipo kwetu. Maana nimesema kwamba ufalme huu, it is ruling even now. Neema hii bado inatawala. Lakini ufalme huu utafika mahali utaisha. Ufalme wa neema utafika mahali utaisha. Maana ipo siku ambayo Mungu atashuka, hapo utaingia the kingdom of glory. Neema itatoweka. Leo hii kuna neema ya watu kuokolewa, neema ya watu kukombolewa, lakini utapofika mwisho wa ufalme huu wa neema, hakutakuwa tena na ukombozi, hakutakuwa tena na wokovu, maana kila mtu atabadilishwa.
Na ukisha badilishwa kwamba unavaa mwili wa kutoangamia, lakini sasa utaenda katika mauti ya milele ama uzima wa milele. Neema itakuwa imetoweka wapendwa. Ufalme wa neema utakuwa umetoweka. The same way the times of Noah, siku za Nuhu, kulikuwa na hiyo neema ambayo watu wakaitwa kwamba kujeni katika neema ya wokovu, kujeni katika safina mkaweze kuokolewa, lakini bado watu wakapuuzwa. The same way siku ya leo, there is this kingdom of grace. It is still ruling, it is still existing, lakini kuna siku ambayo itaondolewa, neema itaondolewa. This kingdom of grace, it will be moved. Hatutakuwa tena na neema ya kuokolewa wapendwa. Leo ndiyo siku yako. Kama haujampokea, it is good ya kwamba ili ukaweze kufikia ufalme wa utukufu, the kingdom of glory, ambao tunataka kuangalia pia. Hapa ndio tunatayarishwa ni kwa ajili ya ufalme huo. Hatutatayarishwa na mambo ya dunia. Hatutatayarishwa na ufalme wa nguvu, maana ufalme wa nguvu unatupa tu uwezo wa kukua sawa tukaweze kutafuta ya rohoni. Na Biblia ikasema kwamba tuangalie yaliyo juu aliko Kristo Yesu, si ya chini tu. Maana the kingdom of power, yes, it is the kingdom of God, but the kingdom of power, it will only sustain us to be able to stand, to be able to conquer the sin, to be able to conquer all those things. But now the kingdom of grace, it is what will prepare. It is what prepares for the kingdom of glory. Kwa ufalme wa Mungu sasa, ufalme wa utukufu wa Mungu. Maana siku ya leo kuna ufalme wa grace ambao unafanya kazi. Ndiyo, ufalme wa nguvu huenda usionekane katika maisha yako. Maana kwa hali ambazo unapitia unaweza sema labda Mungu anioni. Kuna mambo mingi sana ambayo lazima ifanyike pia. Maana pasipo imani utafaidikaje kwa hiyo ufalme wa nguvu? But now the grace, it is freely given. Grace is freely given. Na ikasema kwamba yeyote anayeamini anapokea uzima wa milele. John chapter 3 verse 16. Maana kwa kila anayeamini anapokea uzima wa milele. Anapokea the kingdom of glory now. The kingdom of grace prepares for the kingdom of glory. Nataka tuangalie kingdom of glory. This is the future, the coming kingdom. Bado haijafika. Bado haijaanza kufanya kazi. Ufalme huu, the kingdom of glory, is that eternal fulfillment of God's kingdom when he will bring his complete and final reign to pass. Kwamba kuna wakati ambapo Mungu sasa Yesu atashuka na utukufu wote utashuka na kuanza kutawala. Utawala huo wa ufalme wa utukufu, hakutakuwa na dhambi, hakutakuwa na uovu. Maana ni wale tu ambao wametakasika, wale ambao walikubali kutembea katika ulimwengu wa neema, wataingia katika ufalme wa utukufu. Maana tutavalishwa mili yenye utukufu, nasi tutakaa na Mungu tukimwabudu siku baada nyingine. Katika huo ufalme, there will be full realization of God's mighty power and mighty glory. Kikubwa sana ni katika utukufu wa Mungu, ambayo Stefano alitazama hata kama alikuwa anapita katika mazingira magumu. Akaona kwamba Mungu amekaa katika mkono wa Mungu Baba. Yesu amekaa katika mkono wa Mungu Baba. Akaona utukufu ambao Yesu Kristo alikuwa ameufikia. Nasi pia ili kwamba tukaweze kufikia hiyo kiyama, siku hiyo ya kusema kwamba tuko katika the kingdom of glory, lazima tuishi kama vile Mungu anataka. Anapotupitisha katika ufalme wa neema, the kingdom of grace, anataji utakatifu wote, maana alivyo mtakatifu. Huko hakuna dhambi, huko hakuna uovu. Lazima ni utakatifu na righteousness and holiness and all things. Katika ufalme wa neema tumepewa nafasi ya kutubu. Lakini hapa toba itakuwa imeisha.
uko tu pale kumtukuza Mungu. Utukufu kwa Mungu tu. The characteristic number 1, kingdom of eternal life. Revelations 21, tutasoma hiyo ya mwisho neno. Revelations 21 verse 1 to 4. Yani kutakuwa ni ya ufalme ya uzima wa milele, eternal life. Wapendwa, situtamani tufike hiyo. Revelation 21 verse 1 to 4. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride abandoned for her husband. Adorned, not abandoned. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself will be with them and be their God. Tazama hili, kwamba ufalme huo Mungu atakuwa mwenyewe ni baba yetu. Mungu mwenyewe akituongoza, akituhifadhi, akitusaidia kwa kila jambo. Hebu na Bwana atusaidie wapendwa. Yes. Hebu na Bwana atusaidie. Tunapotazamia Hebu na Bwana atusaidie wapendwa. Tunapotazamia ufalme huu wenye utukufu, the kingdom of glory, tukaweze kuingia katika utukufu wa Mungu Baba. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. The characteristic number 2, there will be no more sin, suffering nor death. Hakutakuwa. Utasoma Revelation 22 kuanzia 3 mpaka 5 pale. Hakutakuwa masumbuko ya dunia, machafuko yote hayatakuwepo. Maana Mungu mwenyewe atakuwa ni baba yetu, tukimwabudu tu. Hebu na Bwana atusaidie. There will be fulfillment of his promises when his power and grace will be in the new heavens and the new earth where Christ will reign forever. Biblia inasema kwamba Yesu kutapokuwa na new heaven and new earth, Yesu atatawala milele. Na hiyo neema yake itafunuliwa, nguvu zake zitafunuliwa. Utaangalia Matthew chapter 25 verse 31 to 34. Pia utaangalia Revelations 21 kuanzia 23 mpaka 27 pale. Na Mungu atusaidie sana tukaweze kutamani ufalme wa Mungu. Tunapoishi kwa ufalme wa the kingdom of power, that we may desire the kingdom of grace and also be elevated in the kingdom of glory. Tusitosheke na viwango moja. Tusitosheke na mahali hapa pa chini. Tusitosheke tu kuitwa watu walioumbwa na Mungu peke yake, bali tutosheke wakati ule ambapo tutakuwa tumefika mbinguni. Maana kuumbwa na Mungu, hiyo ni kama kuzaliwa kwa mwili huu. Mungu alikuumba mwili huu na akakuumba na roho yako. Kuzaliwa the kingdom of grace, kuzaliwa katika ufalme wa neema, ni kwamba kuzaliwa kwa roho na sasa katika moyo wako, kuzaliwa ndani ya Kristo Yesu. Kuna huo kuzaliwa sasa katika ufalme wa the kingdom of glory. Tukazaliwe huko pia, tukatamani kwamba tutafika huko. Vile tumezaliwa upya, we've been saved. Let us strive, tusipoteze. Paulo anasema kwamba najaribu sana nikiutesa huu mwili nisije nikakataliwa. Ndiyo ameokoka, anatembea katika ulimwengu wa neema, lakini anatambua kwamba nisipotia bidii naweza kukataliwa kwenye ufalme wa glory, utukufu. Hebu na Bwana atusaidie wapendwa.
The summary and the differences ni kwamba God's kingdom of power, God reigns, God's sovereign rule and authority over all creation. God's kingdom of grace, God's rule in the hearts through grace, forgiveness and salvation. God's glory, kingdom of glory, eternal reign of God when all things are made new. Si Bwana atusaidie wapendwa katika jina la Yesu. Naomba niombe na mtu mmoja siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Uko mahali pale unamhitaji Yesu Kristo katika maisha yako. Ndiyo Mungu alikuumba, ndiyo uliumbwa na Mungu. Lakini haujampokea Kristo Yesu katika maisha yako. Hujaanza kutembea katika ulimwengu ama the kingdom of grace. Hujaanza kutembelea neema yake. Biblia inasema kwamba ametupea hiyo neema kwa wenye dhambi wote, neema bure, wakaweze kuokolewa kupitia kazi ya msalaba, akatuokoa. Nataka tuombe na wewe siku ya leo. Funga tu macho yako na tuombe katika jina la Yesu Kristo. Bwana naye atakuzidisha neema yake ya wokovu na Bwana atakusaidia. Naomba sana tutamani kuingia katika ufalme wa Mungu, maana huko kuna utukufu mwingi sana. Baba, katika jina la Yesu, Jehova, asante Mungu mwaminifu. Asante Baba wa milele, Mungu nayeweza mambo yote. Abudiwa Yesu na utukuke siku ya leo, maana wewe ni mwema. Asante kwa lunch hour ya siku ya leo. Umetufundisha kwa ajili ni kuhusu kingdom, your kingdom my Father, ufalme wako wa mbinguni. Tusaidie Bwana, tukiwa wanadamu tukaweza kufikia utimilifu wako Bwana, katika jina la Yesu. Tutamani tuingie ufalme wako Bwana, tusiwe wenye ukataliwa nje Bwana, bali utapofunuliwa na neema yako itapofunuliwa Bwana, na utukufu wako utapofunuliwa, tuwe wenye ukulaki mawinguni Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bariki viewers wote, bariki hao wapendwa wote kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Walio studioni ukaweza kuwabariki kwa utukufu wa jina lako. Alwema TV Kenya ukaweza kuibariki na kuipanulia mipaka yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. May God bless you so much. May God be with you. May God help you. May God elevate you in all your plans. Kwa maisha yako Mungu akusaidie na akuinue katika jina la Bwana Yesu, yeye aliyemweza wa yote, katika jina la Yesu Kristo. God bless you.